Shalom, shalom wapendwa katika Kristo. Ninawashukuru sana kwa kuwepo kwa ajili yetu tunaposhiriki katika sauti ya upatanisho. Na leo nafundisha kitu muhimu sana kwa maisha ya watu wote ambao wana watumishi wanaosimama mbele zao. Jambo hili linaitwa kumshirikisha, umuhimu wa kumshirikisha mtumishi wa Mungu anayesimama mbele zako wenye dhiki zako na kwenye furaha yako. Bwana Yesu ni mwema. Naomba leo kukushirikisha jambo hili ambalo ni muhimu sana. Nimekuwa nikiwaza kuhusu jinsi ambavyo tunashirikisha watu wa Mungu changamoto zetu. Wakati tunapopitia changamoto tunamwambia Baba niombee, Baba nishauri, Baba nina shida hii, Baba ninahitaji hiki, Baba nina shida, nina dhiki hii. Lakini tunakuwa kweli tunawashirikisha, ila baada ya kuwa tumepita katika hali hiyo, tumeingia katika kuombewa na watumishi, tumefanikiwa kupata upenyo, tunakuwa na changamoto. Nataka tupitie kisa kimoja ambacho tutakiangalia kwenye Biblia zetu, cha mama mmoja ambaye alikuwa na ufahamu mpana wa umuhimu wa kumshirikisha mtumishi wa Mungu kwenye changamoto zake, lakini kwenye faida na baraka zake. Huyu ni mama mmoja aliyekuwa mjane. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4, tusome mstari wa 1 hadi wa 7. Nataka nisome nikifafanua kidogo. Biblia inasema mstari ule wa 1, sura ya 4 ya Wafalme wa Pili: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimulilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemuia au aliyemdai amekuja ili ajitwalie wanangu wawili kuwa watumwa. Tufike hapo kwanza. Mungu ni mwema. Nataka uone huyu mama alitambua kabisa kwamba mtumishi wa Mungu ni mwakilishi wa Mungu, na hoja yake ilikuwa ni hoja yenye nguvu. Akaipeleka kwa Elisha mtumishi wa Mungu, akaipeleka kwa mtumishi wa Mungu, akasema, ni kweli mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mwana wa Mungu, lakini wewe ni mtumishi wa Mungu, na ninatambua kabisa unajua mume wangu alivyokuwa mtumishi, na alipokufa alibaki na deni, alikuwa anadaiwa, na sasa aliyemdai amekuja ili ajitwalie wanangu hawa wawili ambao nimebaki nao peke yao, kama ishara ya kunikumbusha kwamba nilikuwa na mume. Sasa nimekuja kwako, ninajiweka kwako, unishauri. Sasa tunaona huyu alitambua, alifahamu umuhimu wa mtumishi wa Mungu. Lakini tunaona hapo tunapoendelea, mstari wa 2 nasema, Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Naona akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Akapata ushauri wa kinabii, akapata maelekezo, akapata maombi, akapata msaada, na akaondoka akatii lile neno la mtumishi wa Mungu nabii. Biblia inasema mstari wa 4, kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote navyo vilivyojaa ukavitenge. Mstari wa 5, basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanawe, na hao wakamletea vyombo na yeye akavimiminia. Mstari wa 6, ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna kingine tena. Mafuta yakakoma. Tunaona mpaka hapo, kabla hatujaona mstari wa mwisho, ni kwamba yule mama alitii maelekezo ya nabii. Kuna watu wengi anakuja kwa mtumishi wa Mungu. Hawa ni aina ya kwanza ya watu. Anakuja kwa mtumishi wa Mungu, mimi nina shida hii, mimi nina changamoto hii, na mtumishi wa Mungu anamwambia, basi fanya hivi, nenda ufunge siku 2 au siku 3, na mimi nitakuwa nimefunga, tuombee hili jambo. Nenda ukafanye ABCD, halafu na mimi nitafanya EFGH, ili tuone Mungu mwaminifu atakalolifanya. Mtumishi wa Mungu anafunga, mtumishi wa Mungu anaamka usiku wa manane, anaomba, analia mbele za Mungu. Lakini aina ya kwanza ya watu, yeye hatafanya vile alivyoambiwa,
anaenda anakula ugali, ameambiwa afunge hata siku moja, na mtumishi ameamua kufunga yeye siku 3 au 7. Huyu anapiga ugali, huyu anapambana na mlenda, basi inakuwa ni changamoto. Ule muujiza unakawia kwa sababu hakutii. Huyu mama alitii. Nenda ukaombe vyombo na sio vichache. Akaomba vyombo. Nenda ujifungie umimine. Hakuanza nikimimina tu mafuta hutu tutone, tutaendaje, tutaingiaje kwenye hivi vyombo? Alitii na akafanya kama alivyoelekezwa. Bwana tusaidie sana. Huyu ni mtu wa kwanza. Watu wa aina ya pili tutawaona baada ya kusoma sehemu ya pili. Hebu tuone. Mstari wa 7. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Bwana atusaidie sana. Huyu mama alitambua mahali alipopata maelekezo. Alipoenda akafanikiwa kujaza mapipa ya mafuta kwenye vyombo vya kuazima. Hakuanza kufanya chochote, hakuuza, hakuanza kutumia. Alikimbia kwa mtumishi wa Mungu akamwambia, baba nimefunga, baba nimemimina, baba nimefanya, na yamejaa. Akiwa na furaha akaelekezwa jambo la pili, nenda uuze sehemu ya mafuta hayo, ulipe deni lako, lakini jambo la pili uyatumie yale yatakayobaki wewe na watoto wako. Ukande chapati, mpige mandazi, ufanye chochote ambacho kinakuletea furaha na amani, ambapo kile ambacho haukuwa nacho uwe nacho kwa sababu umepata mafuta. Bwana tusaidie sana. Huyu mama alitambua. Watu wengi, aina ya pili ya watu ni wale ambao baada ya kufanikiwa, umeenda mmeomba na mchungaji, unakubali ile hatua ya kwanza, mmefunga pamoja, mmeomba, umefuata ushauri, unaenda ibada ya zakatikati, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, unaenda mkesha, unaenda unawahi Jumapili, hata unafagia uwanda wa kanisa, unafunga pamoja na mchungaji, mnaomba, unabarikiwa na ajira, unapata kazi pale pale kwenye mji ule, unapata kazi. Lakini baada ya kuipata ile kazi, unasema sasa kanisa kale ni kadogo, mimi nitahamia kanisa kubwa la mjini. Kanisa kale vyombo vyake ni vidogo, havina sauti sana, nitahamia kule kwenye kanisa kubwa, kwenye lihekalu likubwa. Wakati mwingine unapata gari, nasema sasa naweza kutembea mbali, nitakuwa na safiri naenda kuibada mbali. Au leo ni siku ya garage, siku ya gari kuoshwa, kuwekwa vizuri kwa ajili ya ajira ya kazi Jumatatu. Basi unapoteza ile hadhi ambayo Mungu alikuwa amekupa. Kumbuka kitu cha msingi sana, yule mtumishi sio hana haja na vitu vyako. Elisha alimwambia, nenda ukauze. Haleluya. Nenda ukauze, ulipe deni lako, alafu kinachobaki tumia wewe na wanao. Mahali pengine Yesu alipokuta mitume wanavua samaki usiku kuja, hawajapata hata moja, basi asubuhi akawakuta kitu mwendo wa saa 4 hivi na nusu kulingana na wasomi wa Biblia. Lakini alipowakuta wamechoka, akamwambia, wanangu, mna kitoweo? Akawapa mboga ya samaki pamoja na mkate. Baada ya hapo aliwaambia, twikeni kulia. Wakatwika kulia, wakavua samaki wengi 153. Bwana tusaidie sana, ambapo nyavu zilitaka kukatika. Lakini angalia, Yesu akawaambia, naomba mlete baadhi ya wale samaki mliovua. Bwana asifiwe. Manake ni sehemu ya 10, ni tithe, baadhi ya sehemu. Leta baadhi ya kitu kiwakilishi, kitakapowakilisha nyinyi kwa ajili ya mafanikio ya kesho. Haleluya. Kuna mafanikio ya leo, lakini kuna ya kesho. Bwana atusaidie sana. Wakati mwingine unapopata baraka, unapofanikiwa, ni vizuri kugusa kazi ya Mungu. Kama kuna ujenzi kanisani, nunua simenti hata mfuko moja. Kama kuna hali fulani inayofanyika, fanya kitu. Bwana atusaidie sana. Kitu ambacho mkumbusha Mungu kwamba kumbe yeye ndiye aliyekutendea. Bwana atusaidie sana. Mambo yale tunayofanya kwa kazi ya Mungu, kwa watumishi wa Mungu, kumbuka ni akiba, ni hazina tunazojiwekea mbinguni. Biblia inasema, weka hazina yako mbinguni ambapo hapana nodo wala wezi hawaibi. Bwana atusaidie sana. Kwa hivyo ni muhimu sana
kutambua kwamba umshirikishe mtumishi mwanzoni wakati una shida, lakini na mwishoni wakati ambapo umefanikiwa. Watu wengi hawajui hili. Kwa hivyo mtu wa pili ni yule anayemshirikisha, anayekataa kumshirikisha. Mtu wa tatu ni yule anayemshirikisha mtumishi wa Mungu mwanzoni na mwishoni, akitambua kwamba huyu ni mjumbe wa Mungu. Huyu sio tu mtu, ni mjumbe wa Mungu, na kinywa chake kilinena maneno ya kufanikisha kusudi la Mungu kwake. Kwa hivyo ni vizuri kumshirikisha hata baraka na mafanikio yake. Inaomba Mungu akusaidie ndugu yangu. Sisemi hili kwa kutetea watumishi, nasema hili kwa kuwatetea ninyi washirika, nyinyi wapendwa, nyinyi wateule ambao mna mababa zenu. Bwana asifiwe. Kumbuka hata mababa, sisi mababa pia tuna baba zetu, ambapo tunapowashirikisha na sisi tuna sehemu yetu tunayoifanya. Kumbuka, ukipata baraka, rudisha mkono kwa Mungu. Mwambie Mungu asante kwa sababu wewe ndio umenitoa hapa, na uendelee kuandamana na yule mtu wa Mungu, kwa kuwa mafanikio yako katika kinywa chake, yako kwenye kinywa chake. Mungu amemwaminia roho yako na maisha yako katika jina la Yesu. Wewe ambaye hauna baba, ninaomba utafute baba ili uweze kufanikiwa. Baba ana mamlaka mbele za Mungu, ni wakili wa siri za Mungu, na atakupa mafanikio kwa kukujenga ndani ya neno la Mungu katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Shalom, ninawapenda. I love you. Amen. Shalom, shalom.